mwezi wa June, leo ni tarehe 4, by 30th of June lazima pesa za kuendesha serikali ya Jamhuri ya Kenya ziwe zimepatikana. Lakini sisi tuamini kwamba jambo hili lina uzito mkubwa sana, na jambo hili limepelekwa tayari kwa mahakama ya wananchi. Nilisema Omtata Kazome mwenye siamini mtu mmoja akijitolea anaweza kununuliwa, akasema hiyo kitu imetumwa ama aende kwa mahakama hivi hivi. Zingine mimi ni wakili, isimamisha kiholela. Ni lazima mambo haya yajulikane wazi kwamba ni ya wananchi wa Kenya. Therefore, I don't trust anyone on this matter. I trust the sound judgment of the Kenyan people. Na mutasikia tukizungumza tukiendelea mbele juu ya swala hili. Lisionekane kama it's a small thing. If I have lived in this country for over 60 years, which means if I am in Machakos, nitapata huduma bure ya madawa kwa Wavinya. Wavinya nitakuwa nikikimbia hospitali, I don't want to be falling sick. Lakini fikiria sana orphaned children, fikiria sana kina mama ambao, what do you call widows? Wajane. Kina mama wajane, vijana yatima. Already you are doing well kuwasaidia wapate angalau kuendelea na masomo. I congratulate you. But a lot more needs to be done. Universal health care is a sham already. Machakos was used along with the other counties as the study. Which means that before universal health coverage covers the whole country, Machakos was used for that purpose. Waliokuwa mbele yako usiwasifu, because they failed our people. They failed our people. Sasa wewe ng'ang'ana kama Wavinya, ufaulu kama gavana, na tunaamini utafaulu pamoja na team. I'm telling you, play the team. Play the team with the Mheshimiwa Kamene, the county women rep, the team with Mheshimiwa Senator Kavindu. They are called Machakos Girls. Nyinyi onyesheni Kenya hii kwamba kina mama wanaweza kuongoza vilivyo na wakachunga pesa ya watu yetu na wakaona maendeleo kama vile governor wa Vinya tayari ameyatangazia. Nataka kuuliza, je, hii 3% mnaambiwa mkatwe ya nyumba na wewe na nyumba yako binafsi inakwenda wapi? Wakati wa campaign tulifanya incitement ya matajiri ama wale wanasemekana wako na pesa na wasio na pesa, walala hoi na walala hai. Sasa incitement mpya inakuja na imeanza. Incitement baadhi ya ama baina ya wale wanafanya kazi kwa maofisi na wale wasiofanya kazi kwa maofisi. Itaanza, itakapofika bungeni mtaona watu wakizunguka kokote mnainsaitiwa. Sisi kama wanaazimio tumeikataa na tutaikataa na tutajipanga kwa vile wamenunua watu kule bungeni. Mimi ningeomba Mheshimiwa Mawathe pamoja na members of parliament, maana hii finance bill haitakuja pale Senate, itaenda parliament. Ikifika pale muikatae yote, na wakipitisha kwa lazima, mimi nina uhakika wananchi wa Kenya wataenda kwa barabara, maana mzigo ni mzito sana kwa ajili ya wananchi. Wachungaji na washirika tunaomba maombi kwa ajili ya taifa letu. Mahali tunaelekea si pazuri sana ikiwa tutaenda namna hiyo. Bwana asifiwe. Na mimi ninajua hapa ndani hapa panakaa the next president ambaye atakuwa His Excellency Kalonzo Musyoka. Na kila sehemu ya Kenya inaongea hivyo. Kura zingepigwa leo,
mungehakikisha hiyo ni kweli. Lakini 2027 haiko mbali, tuendelee kumweka kwa maombi na tusimame kidete, tuchague mtu ambaye ni mcha Mungu, ambaye ataweza kuongoza taifa hili akiogopa Mungu. Mtu ambaye ana dawali ya corruption. Na kwa sababu yeye mwenyewe hafanyi corruption, he can fight corruption. Kuna watu Kenya hii hawawezi kupigana na corruption, kwa maana corruption fights back. Wakijaribu tu itawagonga, lakini yeye akijaribu haitamgonga, maana ana corruption. Reverend, hii kazi bila Mungu haiwezekani. Maneno ya taxes, tafadhali, ile kitu inaumiza wananchi sana, hiyo pia ni muhimu iangaliwe. Tunaelewana? Because life has become tough everywhere, not only in Kenya but all over the world. Life has become tough, and it is high time governments started looking at ways on how to help their people. Kwa hivyo hiyo najua Mheshimiwa Kalonzo ile direction atatupatia, sisi tutafuata hiyo kwa sababu yeye ndio party leader wetu, si ndio? Meanwhile, Mheshimiwa Kalonzo, I want to nikuhakikishie vizuri, serikali ya Machakos ni serikali ya Wiper, na mimi nitafanya kazi. Mimi nitafanya kazi because staki embarrassment. Watu ukikuja 2027 anakuambia huyu mama hakufanya kazi. No, we must make sure that we deliver as a people and we take care of our people. Senator Kavindu, I want to thank you. Pakiwa na shida anakuja ananiambia. Kama hii ya hospitali tumekaa chini tukaongea, tukasema we must take care of the age. Mimi nilimwambia 65, akaniambia niteremshe mpaka 60. But what I'm asking you, Senator, let me go step by step. Sini sawa? Ile mwelekezo His Excellency atatupatia saa hii akija hapa sisi tutafanya hivyo. But you don't have to speak to me when His Excellency comes. Reverend anajua mpaka kwangu nyumbani. If he wants anything, he knows where to get me, either at home or in the office. So as a church, you're welcome to tutembee pamoja, tusaidiane na tupendane. You will be the President of Kenya in the name of Jesus.